siku 6 fanya kazi, maana inakuja pumziko zuri, pumziko la Sabato rafiki yangu. Lakini kazi hii, na nilipotokea rafiki yangu, pananikumbusha mbali rafiki yangu. Panaponikumbusha ni sehemu moja ya zamani kabisa. Lakini unajua nini, kabla sijakupeleka katika sehemu hiyo ya zamani, kwa nini tusiombe rafiki yangu? Jioni tuombe, funga macho yako. Safi, fungamanisha pia na mikono yako. Safi, na wewe Asha, fanya hivi tuombe. Safi, na mimi panga naliweka pembeni. Tuombe. Rafiki na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa muda mzuri tena huu wa kipindi hiki. Muda mzuri wa kipindi kwa ajili ya visa vya Biblia. Nenda katufundishe katika usiku wa leo ulio mzuri kabisa. Katufundishe watoto wako tu tayari kusikia katika kipindi cha leo kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Kipindi cha leo rafiki yangu, au kisa cha leo, kinanikumbusha mbali. Unajua ukiona mgomba unakumbuka nini? Na anakulaga mgomba? Hebu niambie John. Haujui? Hebu niambie mpanduzi. Nani anakulaga mgomba? Haujui? Hebu niambie Elisha. Wao safi, Elisha wanakulaga ng'ombe, wanakulaga pia na mbuzi. Yaani maana yake ni kwamba wanakulaga wanyama. Kisa hichi ambacho natamani niende kukuambia leo ni kisa cha zamani rafiki yangu. Miaka 2000 iliyopita na zaidi. Ilikuwa ni miaka mizuri sana kwa sababu usiku mmoja kama usiku wa leo, ninaona nyota. Ninaona anga lililokuwa zuri katika usiku wa leo. Usiku wa leo unanikumbusha mbali kabisa miaka 2000 iliyopita, miaka ambapo usiku mmoja wakati Yusufu na Mariamu ambao hawa walikuja kuwa mama wa mkombozi. Hawa, sikia rafiki yangu, nataka nikupatie kisa hichi. Yusufu na Mariamu wakiwa wanatafuta sehemu moja ya kulala katika kijiji kinachoitwa Bethlehemu. Wakiwa wametafuta sehemu ya kwenda kwa ajili ya kulala usiku huo, Mariamu aweze kupumzika, maana alikuwa ana nini? Emrudia John, ana ujauzito. Sikia rafiki yangu, akiwa na ujauzito, Yusufu akiwa na Mariamu Yusufu akampeleka Mariamu sehemu ya wageni. Alipoenda sehemu ya kwanza akaambiwa, wewe baba wewe, nafasi zimejaa. Yusufu akasema, kama nafasi zimejaa nitaenda wapi? Yusufu akaenda tena sehemu nyingine. Sikia rafiki yangu, Yusufu alipoenda sehemu nyingine pia, kwa bahati mbaya. Hebu sema kwa bahati mbaya. Acha kuweka lebezi, sema kwa bahati mbaya. Safi, sikia rafiki yangu, kwa bahati mbaya wakakosa sehemu ya kulala. Na yule mtu wa mapokezi akamwambia, hakuna sehemu ya kulala, mnaweza mkaondoka. Lakini wakati wanaondoka, ndipo yule mtu wa mapokezi akakumbuka iko sehemu moja, akawakimbilia akamwambia, Yusufu, samahani, iko sehemu moja. Ndipo sasa Yusufu akiwa na Mariamu, akiwa na yule ambaye ni mpokea wageni, wakaanza kumfuata huyu mpokea wageni. Wakati yule mpokezi wa wageni akaanza kumpeleka Yusufu na Mariamu sehemu ambapo wanaweza wakajilaza kwa usiku huo. Hebu angalia rafiki yangu, Yusufu na Mariamu wakiwa wanapelekwa. Kumbuka Mariamu akiwa na ujauzito, tumbo lake, namuona Mariamu tumbo lake ni kubwa, anashindwa hata kutembea. Yusufu anampatia tegemezi kidogo, maana alikuwa anampenda sana. Hebu angalia rafiki yangu, akiwa mama yule, Mariamu anasema, jamani mimi, ana uchungu. Yaani amechoka, ni safari ndefu, japo alikuwa amepanda punda, lakini kwa kutembea tu kidogo, Mariamu anahisi kuchoka sana. Hivyo basi, ndipo Yusufu akaendelea kumshika akimtia shime, mama pole, mvumilia,
Ndio tukaone sehemu hiyo. Ndipo sasa baada ya yule mhudumu kukaribia pale, yule mhudumu kwanza hata hakutaka kabisa kusogea pale, akawaambia jamani, karibuni ni hapa. Ndipo sasa Mariamu na Yusufu wakaenda katika sehemu ile. Walipoenda katika sehemu ile, kumbe ilikuwa ni sehemu ya malisho, ni sehemu ya kulishia wanyama, lakini palikuwa na sehemu nzuri ya wao kuweza kuketi, wao kuweza kupata pumziko. Ndipo sasa walipofika pale, Yusufu akamwezesha Mariamu akaweza kuketi. Na alipofika pale akamsaidia kuketi. Alipomsaidia kuketi, ndipo sasa wakati anaendelea kuandaa mazingira mengine Yusufu, ghafla Mariamu kwa ghafla, ndipo uchungu kaanza kumpata. Mariamu anapiga miguu, Mariamu anasema, Yusufu mimi jamani, tumbo langu Yusufu, tumbo langu. Yusufu akawa anamsaidia mama, sikia rafiki yangu, akamsaidia kujifungua. Nasikia rafiki yangu, wakati mtoto Yesu anajifungua, wale wanyama wakawa wanashuhudia kwamba mtoto anazaliwa. Mbuzi anashuhudia, ng'ombe anashuhudia, na wanyama wengine wanashuhudia ya kwamba ni sauti, mtoto huyu anayezaliwa. Kwa nini hapa? Kwa nini sehemu hii? Lakini sikia rafiki yangu, mtoto yule, hata ng'ombe wakaanza kufurahi, maana mtoto anakaribia kuzaliwa. Yusufu akaendelea kumsaidia Mariamu. Mariamu analia kwa uchungu, Mariamu anashika tumbo, Mariamu anashika mguu, Mariamu anashika kichwa. Uchungu. Wakati huo, sikia rafiki yangu, wakati Mariamu akiwa anaendelea kujikaza, maana wanawake wa zamani wa kipindi kile walikuwa na ujasiri, Yusufu anaendelea kuandaa sehemu nzuri kwa ajili ya mtoto. Mariamu wakati huo anaendelea kuhangaika, lakini nikwambie kitu rafiki yangu, Mungu alikuwa pamoja naye. Je, rafiki yangu, Mungu yuko pamoja na wewe? Eti umekaa hapo unatuangalia, unamwangalia Mariamu, unaangalia ng'ombe akiwa anaandaliwa. Mtoto yule akazaliwa. Sikia sauti ya mtoto kwa furaha, sauti ambayo ni ya mamlaka ikiwa inalia. Mtoto yule akawa analia, mtoto yule akiwa analia. Unajua nini rafiki yangu? Kwa sababu sauti ile haikuwa ya kawaida, ilikuwa ni sauti ya mvuto, ilikuwa ni sauti ya mamlaka. Ndipo sasa majirani waliokuwepo pale, wale wageni wengine ambao walikuwa katika nyumba ile, wakaenda kushangilia, wakisema, sauti hizi ni za nini? Wakapiga kelele kwa furaha. Wengine wakitoa sauti za vigelegele, wengine wakitoa sauti za shangwe. Sikia, wakipiga kelele za shangwe. Sikia rafiki yangu, Yesu akazaliwa kwa furaha. Hata ng'ombe wenyewe, angalia ng'ombe alivyokuwa wanamshangaa. Rafiki yangu, ilikuwa ni usiku mzuri sana. Sasa sikia rafiki yangu, sauti ziliposikika za furaha na wanyama wakiwa wamefurahi, ilikuwa ni usiku mzuri, usiku ambao ni wa wokovu kuingia katika dunia hii. Sikia rafiki yangu, mtoto uliyekaa hapo, ukiwa umeangalia kisa hichi kizuri, ukiwa umesikia simulizi hii nzuri ya Biblia, sikia rafiki yangu,
usiku huu ulikuwa ni usiku ambao wokovu umeingia katika dunia. Nami rafiki yako Pastor Goodluck, ninafurahi sana usiku huu. Rafiki yangu, wokovu huu unanipatia mimi wokovu mzuri sana, ambao mpaka leo nimewekwa huru dhidi ya dhambi. Hata ninakupendekezea kwamba kupitia wokovu ambao Yesu alizaliwa akauleta, nawe rafiki yangu unapoomba, omba kwa jina la Yesu. Lakini sio hivyo pia, unapofanya jambo lolote rafiki yangu mtoto, fanya ukimwamini Yesu ni mwokozi wako na atakusaidia. Hebu ngoja nione ambao anasema kwamba na mimi natamani Yesu awe wokovu katika maisha yangu, ninaposoma, ninapokuwa kanisani, ninapokuwa mtaani, kwa wazazi wangu, kwa marafiki zangu na kwa ndugu zangu. Hebu nione. Safi. Hebu kwa nini tuseme pamoja na mimi? Sema pamoja na mimi, sema asante Yesu kwa kisa hichi. Tunakushukuru sana kwa sababu ya wokovu uliotupatia. Leo ninakuomba unisaidie ninaposoma, ninapoandika, ninapokuwa kanisani, ninapokuwa shuleni, ninapokuwa hapa nyumbani, nikapate kuona wokovu wako. Ninaomba unisaidie, unikomboe katika dhambi, unikomboe katika elimu. Ndivyo ninavyoomba nikiamini ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu. Amina. Rafiki yangu, nikuage. Bye, tukutane tena kipindi kingine katika hadithi na visa vya Biblia. Bye, acha na mimi nikamwangalie mtoto Yesu. Bye.